Neno la Mungu au ibada ni kioo. Ni kioo cha kiroho. Bwana asifiwe sana. Mwanadamu halisi yuko kwenye Biblia. Na ibada zilitakiwa zimtaje mwanadamu halisi alitakiwa aweje. Tunakuja ibadani ili kukumbushana, kutazamishana taswira ya mwanadamu halisi ni ipi. Kwa ibada au neno la Mungu ni kioo. Ni kioo cha kiroho. Bwana asifiwe sana. Ni kioo cha kiroho. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu tunatakiwa kuenenda kwa roho. Kuenenda kwa sura ile sawasawa ambayo ile sura ambayo inaonekana kwenye kioo ambayo ni Biblia, ambayo ni neno la Mungu, ambayo ni ibada. Tunafanya ibada ili tuambiane kama bado ni wewe. Bwana asifiwe sana. Kama bado ni wewe, kwamba je ni wewe, kwa sababu zamani tulikuwa wafu kwa sababu ya dhambi zetu. Tunakuja ibadani ili tutazamishwe sisi ni akina nani. Sisi ni akina nani, kwa sababu mwanadamu alipotea katika dhambi. Sasa Yesu alikuja ili kumtazamisha mwanadamu anatakiwa aweje. Amina. Yesu kusudi lake ni kuja kumuonesha mwanadamu, wewe sio huyo. Sio huyo mwanadamu, wewe sio huyo. Mwanadamu wewe ni wa namna hii. Zaburi 27 inasemaje? Inasemaje? Neno moja nimelitaka kwa Bwana. Ndio. Nalo ndilo nitakalolifuata. Ndio. Nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Au ni siku mbili? Au ni siku mbili sana? Ni siku ngapi? Zote za maisha yangu. Au labda amesema wiki mbili? Au amesema labda ni mwezi? Jamani, amesemaje hapo? Au mimi sijui kusoma? Siku zote afanyeje sasa? Pale msana unaofuata. Siku zote za maisha yangu. Ndio. Ni utazame uzuri. Sasa angalia, ni utazame uzuri wa Bwana. Sisi uzuri wetu sio kuitwa na mtu akakwambia we ni handsome, hapana. Uzuri wetu ni kuwa wema. Mtu anapokuwa mwema amekuwa mzuri. Anaposema ni utazame uzuri wa Bwana, maana yake nione zamani nilikuwa mwenye dhambi. Zamani sikuwa huyu. Leo ninaonekana mzuri kwa sababu ninamcha Bwana. Ninamcha Bwana. Yaani hata mtu ambaye alikuwa ni malaya akiokoka ghafla anakuwa mzuri. Na ndio maana kwa sababu ulimwengu unafikiri uzuri ni kwa ajili ya zinaa, unashangaa mtu anatamani. Ndio maana unaona mtu hajisifii kuzini na mlevi. Mtu anajisifia anapozini na mtu mwenye haki. Yaani hata shetani, hata kuzimu wanashangilia. Yaani shetani hamtafuti mlevi au shetani hamtafuti mwenye dhambi. Shetani anamtafuta mwenye haki, ili ashangilie kwamba nimemwangusha mtu ambaye alikuwa anajifanya analitaja jina la Mungu. Kwa anaposema ni utazame uzuri wa Bwana, kwa sababu neno la Mungu na ibada ni kioo. Ni kioo. Tunakuja ibadani ili kutazamishana. Sisi ni hao. Tunatakiwa kuenenda kwa kioo cha roho. Unajua kila siku unapolisoma neno la Mungu, ndio maana tunasisitiza kwamba jitahidi kusoma Biblia. Jiangalie, je, mimi niko kwenye ukurasa gani? Zaburi 115 inasemaje hapo mstari wa kwanza? Ndio. Ndio. Bwana, kutukuza usitutukuze sisi. Bwana, kututukuza usitutukuze sisi. Bali ulitukuze jina lako. Bali utukuze jina lako. Kwa ajili ya fadhili zako. Kwa ajili ya fadhili zako. Kwa ajili ya uaminifu wako. Amen, 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 amen. Bwana asifiwe sana. Unaona sasa anasema Bwana, kututukuza usitukuze sisi. Kwa nini? Kwa sababu mwanadamu hastahili utukufu. Mwanadamu anatakiwa kumbuke Mungu amemtoa wapi. Sisi tulikuwa wenye dhambi. Hivi mwenye dhambi anahitaji kutukuzwa? Hapana. Anatakiwa atukuzwe nani? Kwa hiyo mimi hapa ninapohubiri nahubiri sitafuti utukufu. Na ndio maana nitataja nilikuwa wapi.
ili ukitaka kunitukuza ushindwe. Umtukuze nani? Mungu. Kwa sababu nikianza kutaja tu na kufafanua Biblia utanitukuza. Kwa ili nivunje hicho kibanzi nataja madhaifu yangu. Mara kwa mara nitapita kwenye madhaifu nilipokuwa, Mungu aliponitoa, ili utukufu wake umrudie. Kwa sababu mimi natakiwa kumshukuru. Ndio maana Biblia inasema kwamba ajisifiae ajisifie kwa sababu amemjua nani? Mungu. Kwa nini? Mungu ndo mwenye kutukuzwa, sio sisi. Kwa sababu ingekuwa kwamba maisha wanarudisha kama wanavyorudisha CD nyuma. Turudishe miaka 10 nyuma nilikuwaje? Utanikuta nilikuwa mzinzi. Miaka 10 nyuma nilikuwaje? Utakuta nilikuwa muongo. Sasa leo hii Mungu amenibadilisha hivyo, nataka nichukue utukufu wake. Mimi nitataja Mungu alinitoa wapi, ili wewe unapotaka kunitukuza mimi ushindwe. Ushindwe, umtukuze nani? Mungu. Useme kama Mungu naye anasaidia mpaka watu wa aina hii, basi Mungu atukuzwe. Na ndio maana akiokoka leo mlevi unasema Mungu ni mkubwa. Mpaka na fulani ameokoka. Kwa nini? Umeona alikomtoa. Hujamtukuza mlevi, umemtukuza Mungu alikomtoa. Kwa hiyo mimi sitazichukua utukufu wa Mungu, sitauchukua. Kwa sababu mimi ni mwanadamu. Ndio maana akina Petro na Yohana walipokuwa wakiwa wanahubiri, wanakuja watu wanaosujudia na wanawainua, wanasema hapana, sisi nasi ni wanadamu. Kwa nini? Kwa sababu nimemkimbilia Bwana nisiaibike milele. Kwa maana nini? Mimi nataja aibu yangu, lakini Mungu huyageuza na kufanya utukufu. Basi mimi sitangangania utukufu, nitabaki nangangana na Mungu. Kwa sababu utukufu ni wa Mungu, si wa kwangu. Nimekwambia ibada na neno la Mungu ni kioo. Ni kioo. Kwa nini? Ni kioo cha kiroho, kwa sababu kila siku kinatakiwa kikutazamishe unatakiwa kukanyaga wapi. Ndio maana Biblia inasemaje kwenye Wagalatia? Wagalatia inasemaje? Inasemaje kwenye Wagalatia? Wagalatia ngapi ile? Wagalatia 6:8 inasemaje? Wagalatia 6:8. Tunatakiwa kupanda rohoni, sio kupanda kimwili. Mwili huu unadanganya. Mwili unadanganya, mwili unadanganya. Wagalatia 6:8. Inasemaje? Inasemaje? Maana yeye apandaye kwa mwili wake, ndio, katika mwili wake atavuna uharibifu. Unaona sasa? Bali yeye apandaye kwa roho, katika roho atavuna uzima wa milele. Atavuna uzima wa milele. Ibada na neno la Mungu ni kioo. Ni kioo cha kiroho. Ukipanda rohoni unavuna uzima. Ukipanda kimwili unavuna mauti. Mimi siwezi kuchukua utukufu wa Bwana kwa kuhubiri. Hapana. Angalia hata kuokoa. Mungu ndiye anayeokoa. Angalia Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 7 anasemaje? Na wa 8 anasemaje? Wakorintho wa kwanza. Kuhubiri hata watu wakiokoka, sio kwamba eti kwamba sasa umechukua utukufu. Amna. Sura ya 3 mstari wa 7 anasemaje? Kwa mfano hapa au tuanze mstari wa 6. Paulo anasemaje? Ndio, kuanzia mstari wa 6 anasemaje hapo Paulo? Anasemaje? Mimi nilipanda Apolo akatia maji. Angalia, mimi nilipanda Apolo akatia maji. Si kitu. Unaona? Apandae si kitu. Sawa? Wala atiae maji si kitu, bali ni yeye afanyaje? Akuzae. Mimi siwezi kujisifia kwa sababu nimepanda neno kwa mtu. Hapana. Bado sifa ni za nani? Mimi siwezi kujisifia kwa sababu nimetia maji kwa mtu. Bali sifa ni za nani? Ndio maana Mungu kututukuza usitukuze sisi. Kututukuza usitukuze sisi. Kwa nini? Kwa sababu utukufu una madhara.
Utukufu una madhara. Ndio uliomdhuru Lucifer. Ndio ulimdhuru Lucifer. Na moja ya sifa moja ambayo mimi niwaambie ndugu zangu wanawake, moja ya sifa kubwa ambayo nataka kuiepuka sana, ambayo Hawa alirisi kwa shetani, ni sifa. Na ndio maana sifa ndio zinawavuruga wanawake. Yaani mtu akikuita njoo ili aweze kukunasa, anakusifia. Wewe ni mzuri. Lakini angalia, ni utazame uzuri wa Bwana. Mwanadamu hana uzuri wowote. Yesu hakuwa na umbo wala uzuri mpaka tupate kufanyaje? Kumtamani. Mimi nakuonesha tu kidogo uone kwa nini shetani alianguka. Ezekiel 16 kuanzia mstari wa 7. Ndio. Anasemaje? Alikufanya kuwa maelfu kama mimea ya mashamba, ukaongezeka na kuzidi kuwa mkubwa, ukapata kuwa na uzuri mno, matiti yako yakaumbwa, nywele zako zikawa zimeota, lakini ulikuwa uchi, huna nguo. Unaona? Basi nilipopita karibu nawe, nikakutazama, tazama wakati wako ulikuwa wakati wa upendo. Ndio. Nikatandika upindo wa vazi langu juu yako. Ndio. Nikakufunika uchi wako. Ndio. Ndio. Nalikuwa pia nikafanya agano nawe. Ndio. Sema Bwana. Ndio. Ndio. Ukawa wangu. Ndio. Kisha nikakuosha kwa maji. Ndio. Naam. Nalikuosha kabisa damu yako. Ndio. Nikakupaka mafuta. Ndio. Nikakuvika nguo ya taraza. Ndio. Nikakupa viatu vya ngozi. Ndio. Ya kuomboa. Ndio. Nikakufunga nguo ya kitani safi kiunoni mwako. Ndio. Nikakufunika kwa hariri. Ndio. Nikakupamba kwa mapambo pia. Ndio. Nikatia vikuku mikononi mwako. Ndio. Na mkufu shingoni mwako. Ndio. Nikakutia hazama. Ndio. Puani mwako. Ndio. Na pete masikioni mwako. Ndio. Na taji nzuri juu ya kichwa chako. Ndio. Hivyo ulipambwa kwa dhahabu na fedha. Ndio. Na mavazi yako yalikuwa ya kitani safi. Ndio. Na hariri na kazi ya taraza. Ndio. Ulikula unga mzuri na asali. Ndio. Na mafuta. Ndio. Nawe ulikuwa mzuri mno. Ndio, ulikuwa mzuri mno. Au rudi hapo, anasema nawe ulikuwa mzuri mno. Ndio. Ukafanikiwa hata kufikiria hali ya kifalme. Ndio. Sifa zako zikaenea kati ya mataifa. Ndio. Kwa sababu ya uzuri wako. Ndio. Kwa maana ulikuwa mkamilifu kwa sababu ya utukufu wangu uliokutia, asema Bwana Mungu. Ndio. Lakini uliutumainia uzuri wako, ukafanya mambo ya kikahaba. Unaona sasa? Lakini uliutumainia uzuri wako. Ndio. Ukafanya mambo ya kikahaba. Ndio. Kwa sababu ya sifa zako. Ndio. Ukamwaga mambo yako ya kikahaba. Sasa kila mtu. Unaona hapo aliposema lakini uliutumainia uzuri wako. Yaani unajua unapoambiwa kwamba wewe ni mzuri. Wewe ni mzuri. Mimi nakwambia kwamba uzuri unaotamkwa duniani ni uzuri aliokuwa nao shetani. Shetani alikuwa amepambwa kwa uzuri usiokuwa wa kawaida. Usiokuwa wa kawaida. Hata zumaridi yalikuwa ni mapambo ya shetani. Kwa sababu watu wengi hawajui kwamba jina zumaridi litoka. Zumaridi ni mapambo ya ajabu aliyokuwa amepambwa shetani. Twende kwenye Ezekiel 28. Mimi nitakuonesha Ezekiel 28. Ezekiel 28 hapo anasemaje? Ezekiel 28 mstari wa 13. Anasemaje? 28 mstari wa 13. Anasemaje? Anasema paka 10 paka 10 paka 15. 14. Ezekiel 28 13 na 14. Anasemaje? Nikuoneshe mapambo ya shetani. Zumaridi ni mapambo. Yaani wewe ukiambiwa wewe ni mzuri, wanakudanganya. Wanakudanganya, unapewa sifa za kishetani. Sisi tunakuja kanisani kutazama uzuri wa Bwana. Uzuri wa Bwana ni matendo mema aliyotufanyia. Tulikuwa wenye dhambi lakini ametutoa huko. Ametufanya kuwa wazuri.
ametufanya kuwa wazuri. Sio wazuri kwa ajili ya zinaa, hapana. Ni wazuri kwa sababu tumekuwa wema. Ni wazuri kwa sababu tumebadilishwa mioyo, tumekuwa na utu. Ni wazuri kwa sababu tunamcha Bwana. Shetani ndo ana uzuri wa zumaridi, wa mapambo, wa vikuku, wa pombo. Ana mapambo ya hereni, ya vitu kadha wa kadha, ya kikahaba. Ana mapambo ya uzuri huo, ndo maana anayatumia kutenda dhambi ulimwenguni. Kutenda dhambi ulimwenguni. Mimi sio zumaridi, sijapambwa kwa zumaridi, nimepambwa kwa utu alionirudishia Mungu. Asili yangu, asili ya kuumbwa kwangu ni matendo mema. Na ndo maana nasema nakuja kanisani, nasoma neno kama kioo ili nienende kwa kioo, kwa sababu Yesu amefanyika kioo, amefanyika kielelezo. Soma hiyo Ezekiel mtumishi sana. Anasemaje? Anasemaje? Ulikuwa ndani ya Aden, bustani ya Mungu. Kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako. Ndio. Akiki na yakuti, manjano na almasi za Zabarajadi. Na shohamu na yaspi na yakuti, samawi na zumaridi na baharamani na dhahabu. Kazi ya matari yako na filimbi zako ilikuwa ndani yako. Katika siku ya kuumbwa kwako zilitengenezwa tayari. Wewe ulikuwa kerubi. Wewe ulikuwa nani? Kerubi. Wewe ulikuwa nani? Ambaye ni nani? Shetani. Wewe ulikuwa nani? Kerubi. Mwenye nini? Mwenye kutiwa mafuta, afunikaye nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Umetembea huku na huko kati ya mawe ya moto. Angalia. Shetani ameumbwa kwa moto. Kapambwa kwa shohamu. Kapambwa kwa yaspi. Nani mwanadamu aliyepambwa hivi? Kapambwa kwa zumaridi. Na ndio maana watu wengi hawajui kwa nini zumaridi huwa anajipamba. Kwa sababu anaiga baba yake alivyokuwa amepamba. Ndio maana unaona linajipamba maana ni makope si manini linajipamba kwa sababu linafananisha maisha yake na baba yake. Sisi tunapambwa kwa ibada, tunapambwa kwa matendo mema, kwa utu. Na ndio maana hata Mungu akitutukuza hatuchukui utukufu. Tunamrudishia yeye kwa sababu alikotutoa ni mbali. Mwanadamu ameanguka kwa sababu anatafuta utukufu kama alionao Mungu. Hapana. Sisi ni wanadamu tu. Tunatakiwa kushuka na kunyenyekea kila siku. Kwa sababu sisi hatujapambwa hata kwa kiwango hichi. Na ndio maana mimi naamini yawezekana kweli hata shetani aliwahi kuishi kwenye bustani. Ndio maana bustani aliyowekewa Adamu inaitwa Eden. Huyu alikuwa kwenye bustani ya Aden. Mungu aliweka aliweka kafumbo kadogo tu, lakini yawezekana huyu alikuwemo kwenye bustani inayoitwa Aden, imeandikwa hapa. Lakini ndio maana Biblia inasema nchi ilikuwa ukiwa. Kwa nini? Kwa nini ilikuwa iwe ukiwa? Maana yake kuna kitu kimeondoka. Maana yake kuna watu mfano wa Hawa walikuwa wako pale wakiusema uzuri wa Bwana, wakimsifu Mungu. Ghafla Mungu ameondosha. Kwa hiyo dunia ikabaki kiwa. Na ndio maana unaona kwenye Ezekiel baadaye anasema ole wako ulimwengu kwa dunia kwa sababu mshtaki wenu ametupwa kwenu. Alishindana na Mikaeli, akatupwa, akaondoshwa. Yawezekana Mungu ndo akaamua kumuumba mwanadamu. Na akamwambia kabisa, na ndio maana unasema uumbaji ulifanyika baada ya anguko la shetani, kwa sababu ndio maana Mungu anamwambia usile matunda haya. Maana yake inawezekana aliara huyu mtu. Matunda ni dhambi. Usichukue utukufu wangu, kwa sababu utukufu huo una madhara. Utakapouchukua utukufu utangangania kuchukua nafasi ya nani? Ya Mungu, na utaingia kwenye matatizo, una madhara. Hii ni dhambi. Dhambi ndio inayoondoa utu wa watu na kuwafanya wajitukuze. Kwa sababu kiburi kinachomfanya mwanadamu akengeuke na ajitukuze ni uhai. Ni uhai. Lakini tumepewa nafasi hiyo ili tumrudishie Mungu utukufu. Tunakuja ibadani, tunasoma neno la Mungu kama kioo
ili tuenende kwa kioo, kwa sababu kiroho cha mtu ndo kioo chake. Na ndo maana hali kadhalika Mungu naye, Roho naye hushuhudia ndani yetu ya kwamba sisi ni wana wa Mungu, hashuhudii kwa nje. Na ndo maana Paulo anasema kwamba ni kweli japokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unazidi kukua siku hadi siku. Mwili huu unadanganya sana. Au tuangalie kwenye Wagalatia 5, Wagalatia 5 kuanzia 16. Wagalatia 5. Wagalatia 5 hapo. Tuangalie hapo Wagalatia 5. Wagalatia 5:16 mpaka 24. Mwili huu unadanganya sana. Mwili huu unadanganya sana. Mwili huu unadanganya sana. Na ndio maana tunatakiwa kuomba na kufanya ibada ili uletwe mwili mwingine. Mwili mwingine uje ambao umejifia. Kwa sababu tunatakiwa kuifia dhambi. Lakini ukienenda kwa mwili, hakika kama tulivyosema kwenye Wagalatia 6:8. Kwa nini Paulo aliongea sana haya mambo ya mwili kwa Wagalatia? Kwa sababu Wagalatia paka alisema enyi Wagalatia, nani aliyewaroga? Mlianza kwa roho, mnataka kumaliza kwa mwili. Kwa nini? Kwa sababu mwili una mapenzi yake. Na ni wengi ambao huanza kwa roho na kumaliza kwa mwili. Tunamalizaje kwa mwili? Kwa sababu unapoweka mapenzi ya kibinadamu, matakwa ya mwili, tayari pale umepanda mwilini. Hasa ukitaka kutukuzwa, ukitaka kujitukuza. Mimi nakuhakikishia sisi tumetoka mbali. Tulikuwa wenye dhambi. Mwenye dhambi hatakiwi kutukuzwa. Anayetakiwa kutukuzwa ni mmoja, ni Mungu tu. Na ndio maana hata katika kuhubiri, tunahubiri ili Mungu atukuzwe. Ili Mungu atukuzwe. Mungu anatukuzwaje? Kwa sababu huyu mtu ataona kama Mungu ameweza kumuokoa na huyu, basi jina lake litukuzwe. Kumbe anaweza akaniokoa na mimi. Lakini ndio maana kuhubiri unatakiwa kuwa na tahadhari kubwa. Na ndio maana Paulo anatahadharisha, anasema hivi, na neno letu na kuhubiri kwetu kwenye Wakorintho wa kwanza 2:4. Na neno letu na kuhubiri kwetu hakukuwa kwa kushawishi akili za watu, bali ilikuwepo dalili ya Roho na nguvu. Maana yake nguvu ni uwezo wa Mungu kumtoa mtu kwenye dhambi. Amen. Hiyo ndo nguvu alikuwa anazungumzia Paulo. Na akatahadharisha akasema hivi, iwapo sisi au mtu awe yoyote au malaika atakayewahubiri injili tofauti na hii, na alaaniwe. Na alaaniwe, hata kama ni malaika, alaaniwe. Maana yake nini? Injili yoyote ambayo haimpi Mungu utukufu sio injili. Sio injili, kwa sababu injili kabisa ni uwezo wa Mungu uletao wokovu. Lazima kupitia neno lako mtu atiwe moyo, aache dhambi. Aliyepo kwenye matatizo aache dhambi. Yaani injili inatakiwa imsaidie mtu, kumpa moyo wa toba na moyo uliopondeka. Kwa sababu ndo moyo anaoangalia Mungu. Angalia hapo, mwili unadanganya sana. Galatia 5:16 mpaka 24 anasemaje? Anasemaje? Basi nasema enendeni kwa roho. Enendeni kwa roho. Wala hamtazitimiza kama tamaa za mwili. Wala hamtazitimiza kama tamaa za mwili. Kwa sababu mwili hutamani ndio kushindana na roho. Unaona sasa? Mwili hutamani ukishindana na nini? Na roho. Na roho. Na roho hushindana na mwili. Kwa maana hizi zimepingana. Ndio. Hata hamwezi kufanya mnayotaka. Unaona? Lakini mkiongozwa na roho hampo chini ya sheria. Ndio. Basi matendo ya mwili ni dhahiri. Ndio haya. Yapi? Uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi, na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia. Nawaambia mapema. Kama nilivyokwisha kuwaambia ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Asante hapo hapo. Unaona sasa? Watu watendao matendo ya jinsi hiyo hawataurithi. Tunakuja ibadani au tunasoma neno au tunafanya ibada ili kutazama kioo.
kioo cha roho ni neno la Mungu. Kila siku unapolisoma angalia, je, nafanana na ukurasa gani? Kwa sababu kiuhalisia unatakiwa kuangalia kila siku kwamba je, ninapanda kiroho au napanda kimwili? Kwa sababu ukipanda kimwili utavuna uharibifu. Sawa sawa na Galatia 6:8. Na ndicho anachokifanya, yani mapenzi ya mwili mapenzi yake ni uharibifu. Amina. Na ili mtu akuharibu atakusifia. Yani angalia sana ni kundi la aina gani wanaokusifia. Angalia sana. Kwa sababu sifa unatakiwa usifiwe na watu wa Mungu. Yani angalia sana. Yani sio tu mlevi anakuambia, yani unakuta labda mtu ni kahaba. Anakuambia, Bwana Jesus, wewe ni handsome sana. Wewe ni mzuri sana. Hapo anatafuta kukuvuta. Na ndio maana nilipenda sana ushuhuda wa mtumishi Kisini, na akasema yule mtu anamuita ile siku wakati kwa ibadani. Anamuita, anamwambia nina ujumbe wako. Ujumbe unatakiwa upokee kutoka kwa mtu wa Mungu. Na ndio maana wengi walitegwa. Wakawa wanasema kwamba nitasikiliza tu. Kwani nikisikiliza sumu haionjwi. Unaona? Sumu haionjwi. Uwezo kusema kwamba tumsikilize shetani anasemaje. Muulize Hawa. Alisikiliza baada ya akara tunda. Kwa sumu haionjwi. Na dhambi haina cha umri. Kwamba au cheo. Na ndio maana utasikia mara mchungaji kabaka. Na ndio maana nakwambia mtu yote ambaye maisha yake huyajui upaswe kumwamini kirahisi. Na ndio maana mimi nakwambia sisi tunaonekana ni wabaya au tulikuwa waovu sana kwa sababu tunatangaza hizo habari ili tujitakase. Kujitakasa ndio maana hata kutubu. Alisema Moses Kurora. Wakati kuna siku moja ni shuhuda alishare mtumishi Faraja. Mtumishi Kurora akawa anahubiri mahali, anasema mtu mmoja akawa anatoa ushuhuda, anasema huyu marehemu kabla hajafa aliomba sana, baadaye akaita mchungaji akamuongoza sala ya toba kwa sababu yuko kwa hiyo kwa maneno hayo yuko mbinguni. Sasa Kurora anasema uongo wako. Maneno yako tu. Yuko jehanamu. Kutubu sio huko. Kutubu ni kujizalilisha. Na ndio maana wengi huwa wanasema kwamba mbona yule nani? Yule mnyang'anyi aliyekuwa anasulubiwa na Yesu pale mkono wa kushoto, mkono wa kulia. Mbona alitubu? Na Mungu akamwambia leo hii utakuwa pamoja nami. Angalia idadi ya watu waliokuepo pale. Mwizi nani ambaye aliwahi kutubu hivyo? Kwa sababu kuna watu unakuta kabisa ameiba lakini bado anakataa mpaka anakufa. Hakuna mtu ambaye anaweza kutubu. Kutubu ni neema. Yaani nakuhakikishia kutubu ni neema mpaka Mungu akusaidie. Ni sio rahisi. Kujizalilisha kwamba mimi nilikuwa mzinzi, nilizini na wake za watu, nilikuwa muuaji, ukiwa tayari kwa gharama yoyote. Hata yule ambaye unasema hivyo labda yupo pale hakuue, ni gharama. Yule mtu pale alilipa gharama kwa sababu Yesu ameangikwa, maelfu ya watu wanamtazama. Akiwa pale msalabani anakiri madhaifu yote kwamba hapana, huyu mtu ni mwenye haki. Sisi tunastahili hii adhabu. Nani ambaye alishawahi kutubu hivi? Nani ambaye, yani watu kwa mfano 5,000 wanakutazama. Sawa? Yani ulimwengu unakutazama, alafu unasema mimi nilikuwa mzinzi, yana nistahili haya. Mimi nilikuwa mnyang'anyi, nani alio? Ndio maana akina Paulo wanatubu. Wanasema mimi nilikuwa mtukanaji, wametaja dhambi zao. Leo hii watu wahubiri wa leo wao ni utukufu tu. Wanafafanua maandiko ili watukuzwe na wanadamu. Wanafafanua injili kama hiyo hayokoi, ila inawatia moyo watu waendelee kwenye dhambi. Injili inayookoa ni ile iliyokuokoa wewe. Injili haiwi injili mpaka imekuwa injili kwako. Na ndio maana kuna mahali niliwaambia watu hata Yesu hakuwa na haki ya kuhubiri mpaka alipofanyika mwili.
Ndio maana Biblia inasema hapo mwanzo alikuwepo neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, lakini hakuhubiri. Angalia sasa, amekuja kuhubiri nini? Naye neno akafanyika mwili. Unaona sasa, tukauona utukufu wake, ndo akaanza kuhubiri. Kwa neno haliwi neno mpaka limefanyika mwili kwako. Neno haliwi neno mpaka umeliishi, mpaka limefanyika mwili kwako. Tukauona utukufu huo wa hilo neno, ndo linakuwa neno. Neno sio neno. Na ndo maana hata Yesu alikuwa neno mbinguni, lakini hakuhubiri. Hakuhubiri mpaka alipofanyika mwili. Manake neno haliwi neno mpaka limeumba utakatifu ndani yako, ndio linakuwa neno. Na ndio maana anasema uwatakase na ile kweli, neno lako ndio kweli. Manake angesema tu hata yeye angeonekana muongo. Ndio maana akafanyika mwili ili awe kielelezo kwa wanadamu. Awe kielelezo. Ndio maana Mungu anahubiri. Kwa nini? Kwa sababu yeye mwenyewe amewahi kuyaishi maisha ya utakatifu. Kwa neno sio neno, haliwezi kumtakasa mtu mpaka hilo neno limefanyika mwili, limefanyika kweli. Na ndio maana Biblia inasema uwatakase na ile kweli, neno lako ndio kweli. Ukihubiri tu neno kama neno, hapo unapanda mapenzi ya mwili, na hapo unatafuta sifa zako mwenyewe. Lakini mimi nikisema nalikuwa mzinzi, wazinzi watapata njia. Ndio maana Biblia itengenezeni njia ya Bwana. Tunaitengeneza kwa machozi, kwa aibu. Mwili huu unatakiwa ugeuzwe. Mwili huu, kwa sababu mwili huu ni mwili uliokuwa wa dhambi. Ni mwili uliokuwa wa dhambi. Katika namna yoyote mimi nimeamua kutubu. Na ndio maana mimi sikuanza na injili ya kufafanua kama ninavyofafanua hivi. Mimi nimeanza na injili ya kujizalilisha, ya kusema mimi nilikuwa mwenye dhambi. Mimi nimetoa ushuhuda wangu kwenye mitandao huko, nimetoa ushuhuda. Nikaongea kwenye YouTube. Hapo nilikuwa nafafanua kuhusu jinsi ya kushinda zinaa. Nikasema watu wengi wako kwenye makanisa wanamhubiri shetani atoke, lakini shetani ni dhambi. Kitu cha kwanza kabisa inatakiwa dhambi ikutoke. Na ndio maana tunabaki na madhaifu wakati mwingine ya kimwili, kwa sababu kuna alama fulani za dhambi hazijatoka. Na Mungu hamwamini mwanadamu kirahisi. Ndio maana anasema akusamehe dhambi zako zote, akuponya magonjwa yako yote. Kuna magonjwa tumepona, kuna madhaifu bado yamebaki, kwa sababu Mungu bado hajatuamini. Kwa nini? Tuna mwili bado unanukia dhambi. Mwili huu unatakiwa unukie mauti ya Yesu, ili tuwe tumeifia dhambi. Na ndio maana kwa njia ya ubatizo mtu huwa anaifia dhambi. Mwili wake unageuka kabisa. Na ndio maana kiuhalisia watu walitakiwa wabatizwe wakisha fundishwa. Ila ni kwa sababu tu ya mapokeo, ndio maana unakuta mtu dakika 2, haya unataka kubatizwa, anabatizwa. Lakini kiuhalisia tulitakiwa tubatizwe. Na ndio maana hata mimi nilibatizwa baada ya kuwa nimepata ufahamu, nikasema ngoja tu nibatizwe. Nikiwa Chato, tukiwa kwenye mkutano, alikuwa amekuja Isaac na mchungaji Tewele kule. Mchungaji Mbarikiwa alikuwa amewaruhusu waje kule wafanye mkutano. Ndio nikabatizwa hapo. Kwa sababu nilikuwa najipima, Mungu, kuna siri gani umenificha? Mbona ni kama umeniambia hizo siri, basi ngoja nibatizwe. Kwa sababu na kuhakikishia kurudi kwenye dhambi ni kumtukana Roho Mtakatifu. Na ndio maana mimi nasema kwa gharama yoyote sitarudi kwenye dhambi. Sitarudi kwenye dhambi. Na ndio maana anasema kutubu ni yaani hata Yesu akamwambia wote, yeyote anayetaka kunifuata na ajikane mwenyewe. Huko ndo kutubu. Kutubu manake ni kuwa na tahadhari kila siku. Ndio maana Daudi anasema neno lako ni taa ya miguu yangu. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisikutende dhambi. Manake mapatano na shetani ni dhambi, ni kwa njia ya dhambi. Na ndio maana tunakuja kanisani kutazamishwa kioo cha kiroho, kioo kwamba wewe halisi ni huyu.
Mwanadamu aliumbwa akiwa hana dhambi. Tena alikuwa uchi wala hakuona haya. Hakuona haya. Sisi tulivyokuwa wenye dhambi tulikuwa tunazini hata na mapepo. Kwa sababu unapozini kwenye ndoto maana yake unazini na pepo. Ndio maana nimekwambia kwamba unaweza ukamtamani Diamond. Halafu hutakuja kuzini na Diamond, utazini na roho iliyoko nyuma ya Diamond. Unaona picha ya uchi kwenye mtandao, hutazini na huyo, utazini na roho iliyoko nyuma ya hiyo picha. Kwa namna yote, aidha kwenye ndoto au kiuhalisia. Sasa sisi tulikuwa wenye dhambi. Tulikuwa wenye dhambi. Leo hii katika namna hii ambayo Mungu ameniokoa nayo, unitukuze kwa lipi? Mimi ni mwanadamu. Mimi nazitangaza shuhuda za Mungu. Nikienda popote mimi nitahubiri hayo. Nitasema Mungu ni wokovu. Yesu anaweza kuokoa, aliniokoa na mimi. Ndio ingine leo hii tunajifanya wajuzi wa kushawishi akili za watu ili tutukuzwe, tuonekane ni watu ambao tunaijua Biblia. Wewe, sisi ni wenye dhambi. Na duniani hapa tunapita, tunatakiwa kuwatadhamisha watu kwamba dhambi inaua. Dhambi ni mauti, mshahara wa dhambi ni mauti. Tulikuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu. Tunautafuta mwili wenye utukufu ambao hata kama dhambi iko mbele itagawanyika yenyewe. Sisi tumeifia dhambi. Tumeifia dhambi. Sisi tulikuwa wazinzi. Tulikuwa wazinzi kupindukia. Njia ya Mungu ni kujikana. Ni kuamua kuikataa dunia. Wakati wengine wanaangalia mpira, mimi nitasoma Biblia. Maisha yangu yatakuwa ni ya dhiki tu. Ni kazini, nyumbani, kanisani. Basi. Naenda kwenye matukio maalum tu kwamba labda kuna msiba, kuna nini, kuna mtu tunamtegemeza. Basi. Kwa nini? Kwa sababu nitakapoenda kwenye masherehe nitakutana na vishawishi huko. Kiuhalisia unachokiona, hii milango, tunaposema milango ya fahamu, mimi wanaita hata milango ya imani. Yaani hii milango inaitwa milango ya fahamu ambayo tumefundishwa shuleni darasa la 5 sura ya 6 pale. Mimi wanaita ni milango ya imani. Na ndio maana ukitazama sana ngono unaenda kuwa mzinzi. Ukitazama sana mpira unaenda kuwa mbishi na yani unaenda kuwa mtu mwongeaji sana. Yani mwongeaji sana, lazima tu. Na utakapoendelea zaidi unaenda kufanya betting. Na ndio maana ukizini sana unakoelekea kwenye ushoga. Mimi nakuhakikishia. Na ndio maana hata ushoga ulianzia kwenye ndoa. Kwa sababu ya semina hizo walizokuwa wanafundisha watu, wanasema inabidi ufanye namna umtulize mume wako, si nini, akitaka kinyume na umbile wewe mpe tu. Watu walikuwa nahubiri hayo, mtumishi Projestus. Sisi tutayaongea tu hata kama ni aibu. Sisi tumeshaamua kujifia. Yaani ukienda sana huko sisi, kwa sababu hata zinaa ukiifanya sana, sisi tumefanya zinaa lakini hatujawahi kutosheka. Kabisa, hatujawahi kutosheka. Hatujawahi kutosheka. Mimi sijawahi kusema kwamba sasa nimezini, sasa nimetosheka. Sijawahi. Na ndio maana mimi kuna mahali kuna mtu mmoja alikasema hata haya mambo wanayosema nguvu za kiume ni propaganda tu, watu wanataka kufanya biashara. Mbona sisi hatukuishiwa hizo nguvu sasa? Kwa sababu mimi ilifikia hatua mpaka nilikuwa natafuta dawa ikiwezekana ya kutuliza mwili. Mama Joshua huyu hapa muulize. Yaani ilikuwa inafikia kwamba mwili unawaka moto. Lakini hatukutosheka. Eti tunasema eti dawa ziko wapi? Mbona sasa nguvu kwa sababu mimi nilikuwa nasema natamani dawa ya kutuliza mwili. Kama kuna dawa za kuongeza nguvu, mimi nataka dawa za kupunguza hizo nguvu ili niombe, ili nimche Mungu. Hatukuziona hizo dawa. Hatukuziona. Na mpaka kuna kipindi Mama Joshua hapa anasema kwamba tafuta kweli hiyo dawa ili utulizane. Kwa sababu mimi kabisa, hata kama angekuepo Mama Right hapa angesema kabisa sijawahi kutoshelezwa na zinaa. Sijawahi. Kwa ina maana mimi natoshelezwa na ufahamu wa kweli kuhusu Injili, kuhusu wokovu, kuhusu uzima wa milele. Yaani hapo ndo huwa akili yangu inatetemeka na kuona kabisa kwa kweli, najihisi kama vile sio mimi. Sio mimi.
Lakini kusema kwamba zinaa, dhambi haitutoshi. Dhambi haitutoshi, watu wa Mungu. Tulikuwa wabaya. Na ndio maana sisi tunachotakiwa ni kumsifu Mungu. Na tusipande, tuenende kwa roho. Kwa nini? Kwa sababu Biblia ndio kioo. Na ndio maana unapoenda kuhubiri, kahubiri wewe umefanyikaje hilo neno, ili watakase watu. Kwa sababu watu wanapookoka wanatakiwa wawe kama wewe mwanzo, ili wasonge mbele. Na ndio maana Elisha alipookoka alianza kuwa kama Elia, alafu ndo akasogea hatua inayofuata. Sasa unapoenda kumhubiri mtu awe kama wewe unasomeka kwenye ukurasa gani? Unasomeka kwenye ukurasa gani? Basi kausome huo ukurasa. Na ndio maana Yesu alipoanza kuhubiri alifunua kitabu cha nabii Isaya, akasema Roho wa Bwana yu juu yangu, amenipaka mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Yesu alikuwa ni huyo. Kwa nini? Kwa sababu ameishi akimpendeza Mungu na wanadamu. Alienda kuhubiri nafasi alionayo. Sisi tunajitukuza sana, watu wa Mungu. Ndio maana inafikia hatua mwanadamu anashindwa kuwa mwenye toba. Ndio maana mimi nikasema kabisa kwamba kama injili, mimi nimemfuata Mungu kwa gharama yoyote katika maisha yangu. Mimi ninachotaka ni kuwa mwema, kushika utakatifu. Na ndio maana Wakorintho mstari wa kwanza anasemaje? Anasemaje? Basi wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizo, tujitakase nafsi zetu, uchafu wote wa mwili na roho, takatifu katika kumcha Mungu. Ndio, asante sana. Unaona sasa, ngoja nikwambie sasa, roho hii haijawahi kuchafuka. Roho inachafuliwa na mwili. Na ndio maana unatakiwa kuenenda kwa roho, si kwa mwili. Mwili ni katibu wa kile ambacho inaandika kwenye roho ya mtu. Kwa tunajitakasaje na uchafu wa roho? Tunajitakaza kwa kuyaacha matendo ya mwili. Matendo ya mwili ndio tunatakiwa tuachane ili roho iwe safi. Tunatakiwa tujitakase. Kujitakasa ni kuenenda kwa roho. Nimekwambia roho ndo kioo. Roho iko humu kwenye Biblia. Roho iko humu. Na ndio maana kuna haja ya kufanya ibada. Yani lazima tufanye ibada ili tutazame uzuri wa Bwana. Uzuri wa Bwana sio maumbile. Yesu hakuwa na umbo wala uzuri mpaka tupate kumtamani. Huo sio uzuri. Yesu uzuri wake ni matendo mema, ni jinsi alivyo mtakatifu. Sifa kuu ya Mungu ni utakatifu. Na sura na mfano wa mwanadamu, roho yake ilikuwa ni takatifu. Na ndio maana hata alipowekewa mwili hakuona haya, kwa sababu roho yake haijaandikiwa mambo yoyote maovu. Amina. Kwa uchafu wa roho huletwa na mwili. Ila ukienenda kwa roho, uchafu wa roho hauji. Na ndio maana kwa sababu mwili wenyewe umeshindana na roho siku zote. Na mwili mwili ni wa hapa duniani, ni udongo, ni mavumbi. Ndio maana Mungu anasema mavumbini utarudi. Unaona? Na ndio maana ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 1, Mungu aliumba roho za watu. Alikuwa hajaumba mwili yao. Ukienda Mwanzo 2 kuanzia mstari wa 7 kule, ndio mwili unaonekana, akamuumba mwanamume na mwanamke, akawapulizia pumzi ya uhai. Maana yake inaonyesha nini? Kumbe roho ya mtu iliumbwa katika hali ya kufanana kabisa na Mungu. Ila roho hii hukengeushwa, hubadilishwa, huandikiwa mabaya na mwili. Kwa roho ni bikira. Na ndio maana angalia Paulo anavyosema kwamba alimletea Kristo bikira safi. Kwa roho ya mtu ni bikira.
bikra kabisa, hasa akisha tubu ni bikra. Akisha tubu ni bikra. Kwa nini? Kwa sababu yale mapando ya mwili yanatolewa. Kwa unabaki sasa wewe tahadhari yako ya kutokupanda kimwili, na unakuwa unaenenda kwa roho. Alikotutoa Mungu ametutoa mwilini kuturudisha rohoni, na huo ndio ukombozi. Wakolosai 1:14, si ndio? Wakolosai 1:14 anasemaje? Wakolosai 1:14. Alafu tutakuja na Waefeso 2 hapa. Wakolosai 1:14 anasemaje? Wakolosai 1:14. Ndio. Anasemaje? Ambaye katika yeye tuna ukombozi. Yani msamaha wa dhambi. Mimi ninazungumzia ukombozi wa mwili wa mtu. Mwili. Hapo tuende kwenye Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 40. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 40 anasema, mwili huu ukishasamehewa dhambi tumekombolewa. Kwa hiyo tunaanza kuenenda kwa roho na si tena kwa mwili. Kwa sababu mwili huu unapokea utukufu kutoka kwenye Abu sema hiyo 40 anasema. Wakorintho wa kwanza 15:40. Anasemaje? Tena kuna miili ya mbinguni na miili ya duniani. Lakini fahari yake ile ya mbinguni ni mbali na fahari yake ile ya duniani. Ndio. Ni mbali. Ndio. Kuna fahari moja ya jua na fahari nyingine ya mwezi. Ndio. Na fahari nyingine ya nyota. Ndio. Maana iko tofauti ya fahari ndio hata kati ya nyota na nyota. Ndio. Kadhalika na kiama ya watu. Ndio. Upandwa katika uharibifu. Upandwa katika uharibifu. Ufufuliwa katika kutoharibika. Ufufuliwa katika kutokuharibika. Upandwa katika aibu. Ufufuliwa katika fahari. Ufufuliwa katika fahari. Upandwa katika udhaifu. Ufufuliwa katika nguvu. Ndio. Upandwa mwili wa asili. Ufufuliwa mwili wa roho. Anasemaje tena? Ikiwa uko mwili wa asili na wa roho pia uko. Asante. Ikiwa upo mwili wa asili na mwili wa roho pia upo. Mimi nataka ni uvae huo mwili wa roho. Kwa sababu mwili wa roho hautendi dhambi. Ndio mwili walioivaa kina Paulo. Walipoivaa mwili ya roho hawakuwahi kurudi kwenye dhambi kwa gharama yoyote. Na ndio maana mimi nasema kabisa kwamba Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema sana. Mungu ni mwema sana. Na ndio maana unajua unapofanya kitu hata Mungu huwa muamini Mungu mtu kirahisi. Mimi nimekutoa kwanza kwenye kufata namna za kimwili ili nikutazamishe mwili wa rohoni. Mwili wa rohoni ndio tunatakiwa tuuvae. Ndio maana Biblia inasema vaeni utu wema, kwa sababu rohoni kuna wema. Kwa sababu asili ya mtu ni roho. Asili kabisa ya mtu ni roho. Unaona? Ukombozi tunaozungumzia sio ukombozi wa kisiasa. Tuwekeeni akiba. Tunajiwekea akiba kwa maombi, watu wa Mungu. Kwa maombi, kwa mifungo na kwa kutenda mema. Hiyo ni akiba mbinguni. Hiyo ni akiba mbinguni. Akiba sio kama leo anasema Kristina eti kwamba eti kuna mtu mmoja alienda mbinguni kwa sababu alikuwa atoi sadaka akakutwa hana makao. Watu wa Mungu, si kweli. Kama ingekuwa ni hivyo, Lazaro asingekuta makao mbinguni. Lakini Lazaro yule maskini aliyekuwa anakula makombo ya tajiri akakuta nini? Makao. Tena kifuani kwa Ibrahimu. Nani hapa Projestus na maombi yako una ujasiri kwamba utakutana na Ibrahimu? Utakaa naye kiti kimoja. Lazaro akiwa hana kitu ameenda kifuani. Wewe labda utakuta labda kwa kina nabii mke labda akina Hana. Ndio utakuwa uko pembeni. Ni Lazaro liko kwa Ibrahimu. Amina. Leo hii na wewe uanze kujigamba eti kwa sadaka eti na mimi wewe. Mungu ndio ajuae. Nimemwomba Mungu sana. Mungu
au tujalie hera. Tujalie hera, tujenge hema. Mimi wakati mwingine leo nashinda tu humu hata usiku kucha na ruka tu kwamba Mungu huu mwili niliutumikisha sana kwa zina, hebu leo na kesha tu naomba tu kama vile mwehu. Baba nakushukuru. Yaani mpaka ikifika saa 11 koo haliongei, nasema angalau nimefidia. Kwa sababu tuliifanya dhambi kwa speed sio kwa ya kawaida. Kizina nyinyi hamjafanya dhambi, sisi tulitumikia zina, tulitumikia dhambi. Na ndio maana katika namna hiyo ni lazima sana kutumikisha mwili kwa namna yoyote ili kulipa kisasi. Na ndio maana mimi najua Paulo alikuwa anafanya kazi ya Mungu kwa nguvu kwa sababu alikuwa analipa kisasi. Kwamba nimeua watu. Basi sasa hivi nguvu nilizokuwa nazitumia. Na ndio maana wanamwambia wewe usiende Yerusalemu, watakuacha nife mimi naenda. Yule nabii Agabo anajifunga, anachukua ile ule mshipi, anajifunga, mwenye mshipi huu, akasema mimi naenda, wakaniue huko. Kwa nini? Mimi si niliua watu. Kwani mimi nikifa kuna shida gani? Na kweli likaenda likaburuzwa na kuambia buruzwa. Wewe kuna watu walijitoa kwa Mungu. Kuna watu walijitoa kwa Mungu. Sisi hata kutangaza sifa za Bwana tunaona aibu. Leo watu wanahubiri, yani wanahubiri kistar. Fungua Mathayo. Mathayo sura ya 3. Na takuonesha Mathayo. Unasema nini? Takuzungumza wewe, sema takasa dunia. Usichukue utukufu huo, takasa dunia. Wanaosema vizuri ni wazee 24. Wanaotupa taji zao na kusema mtakatifu. Sisi bado tuko dunia, tuko vitani. Usilete mbwembwe za kushawishi akili za watu. Wewe lete neno watu watakasike. Wewe ni mwanadamu. Na ndio maana ndio hawa sasa wanaojitukuza ghafla unasikia historia fulani. Unajua kama alikuwa anasema Kristina, unajua mchungaji fulani aliwahi kufanya, unaona? Lakini akisimama madhabahuni anajitahidi kuwa fundi wa Biblia. Kufafanua ufunuo na ufunuo. Ufunuo. Kanisa halitanyakuliwa mpaka ile ziki imepita. Watu wanasoma kwa mbwembwe kweli makanisa, kwa mbwembwe. Lakini ukimwambia haya mtu wa Mungu, Yesu amekutoa wapi? Atakwambia mimi ni mwema. Wakati Biblia inasema tukisema hatuna dhambi, twajidanganya. Sisi tumeitwa katika hatiani. Tumeitwa hatiani. Sisi tumeitwa hatiani. Tumeitwa hatiani. Wewe unasema kuna watu ndio maana nilikuwa namwambia atakifa kwamba mimi ninachoamini ndoa ni kupatana nia. Sisi tumeitwa haya, tumefungishwa ndoa sawa. Lakini sisi tulizini kabla ya ndoa. Mimi baada tu ya kumchumbia mke wangu nikaanza kuishi naye. Ni kweli tulienda kwa mchungaji kule kwa mbuke. Na hasa unajua ni kwa nini ilileta hiyo? Baada ya kukatishwa tamaa na tosha. Nikamwambia mke wangu basi sasa wewe utaamua. Mimi masuala ya kufuatilia, mimi ile nguvu ya kwanza kufuatilia habari ya kufungishwa ndoa imekuja baada ya kupata tu himizo fulani. Lakini zile wiki 2 mimi nilikuwa nakaa na mama Joshua. Sasa utaniambia nini? Mimi naweza kumningishia Kefa kwamba eti nimefunga ndoa. Sisi tumekuja, yani ufahamu huu umekuja baada ya kuamua kutubu. Unaona? Leo kuna watu wangapi ambao wanafunga ndoa wanazini kwenye uchumba? Wangapi? Sasa mimi ndo natakiwa nikatakase jamii, nikasema jamani, hivyo ni dhambi. Ni dhambi. Kwa sababu hatuoni Yusufu akizini na Mariamu kabla hawajawa pamoja. Hatuoni wakifanya hayo. Mimi ni mjumbe wa Kristo niliyejifia, ambaye siwezi kuficha dhambi. Lakini watu sasa hivi si wanalemba watu kwenye makanisa sasa hivi wanalemba. Unajua kaza kwamba hawa watu wameshadhini lakini wanalemba. Kwa sababu kiuhalisia hata ndoa watu watakiwa wafundishwe kwanza, ndio wafungishwe ndoa. Na ndio maana angalia Yusufu baada ya kuona tu Mariamu ni mjamzito akasema
asija kanani akaazimia kumwacha kwa siri. Lakini sisi kuna ndoa mtu akishapata mimba, akishatoka akishapima ana mimba ya mwezi mmoja, wanaanza kupambana wafunge ndoa haraka haraka. Na hiyo dhambi inafichwa mpaka wanakufa. Kutubu sio huko. Kutubu ni kusema wazi kwamba hapana, hii ni dhambi hata kama mimi nilifanya. Sasa kwa namna hiyo Projesus unatukuzwa na watu? Huwezi kutukuzwa. Huwezi kutukuzwa. Kwa nini? Watumishi wa Mungu hawayahubiri hayo. Wao wanahubiri mafafanuzi ya kushawishi akili za watu. Wanaificha dhambi. Unaona? Na ndio maana mimi nalitoka nyumbani, tumboni niko uchi. Na kwa sababu natafuta mavazi ya kweli, ya haki, mimi dhambi nitaisema wazi wazi. Nitautangazia ulimwengu kwamba dhambi ndio shetani. Unaposema mpingeni shetani, maana yake ipingeni dhambi. Wewe ushawahi kumwona shetani ana mapembe? Si ni mafiramu. Biblia inaposema ole wako ulimwengu kwa sababu mshtakiwa ni dhambi. Adamu aliumbwa katika hali ya utakatifu. Akaambiwa hivi, huu mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Maana yake usishiriki. Ndio maana nakwambia kwamba tumeangalia pale, huyu kerubi alikuwa kwenye bustani ya Mungu inaitwa Aden. Bustani ya Adam inaitwa, unaona sasa, maana yake ni kapazia kadogo tu. Yawezekana Lucifer alikuwa anaishi kwenye bustani ile. Na ndio maana alipofanya dhambi, alipofukuzwa, dunia ikawa ukiwa. Ndio maana Biblia inasema Roho wa Bwana akatulia juu ya vilindi vya maji. Nchi nayo ilikuwa ukiwa, tena na giza lilikuwa limetanda juu ya vilindi vya maji. Kwa nini iwe ukiwa? Kimeondoka nini? Yawezekana huyu na malaika zake walikuwa naishi pale. Yakuti manjano amepambwa kwa yasipi na zumaridi. Hili la zumaridi ni mapambo ya shetani. Alikuwa naishi hapo shetani kwenye bustani ya ajabu. Mungu akasema, umejinua, umetumainia uzuri wako, mimi nitakufukuza, nitakuporomosha paka kuzimu. Akaamua kumuumba Adamu, akijua Adamu atatunza maagano ya Mungu. Adamu naye akakengeuka. Kwa hawa wote waliishi kwenye namna zinazofanana. Na ndio maana nakwambia Adamu naye aliumbwa kwa utukufu wa ajabu. Wewe jiulize viumbe vyote Adamu aliwapa majina. Ni akili ya namna gani hiyo? Akili ya namna gani hiyo? Kila anayekuja, wewe basi wewe utaitwa simba. Wewe utaitwa nyoka. Wote nani ambaye anaweza kuita nani? Alikuwa ni Mungu kamili. Alikuwa na sura na mfano wa Mungu. Kwa nini? Alikuwa na mwili wa roho. Mwili wa roho hauna nguo. Mwili wa roho hauna nguo. Alipofanya dhambi Adamu akapokea mwili wa nyama. Akapokea mwili wa mauti. Akapokea mwili mpya ambao ni mwili unaotetemeshwa na dhambi. Akapokea mwili mwingine, na ndio maana mili ya mbinguni haina nguo. Na ndio maana Elia alienda uchi. Lile vazi lilimdondokea nani? Elisha. Akaenda na mwili ule. Kwa nini? Alikuwa amevaa mwili wa roho. Mwili wa roho aliuvaa Elia, ndio maana akageuka ni kama mhukumu. Akageuka kabisa Elia, akawa sio yeye. Akawa ni mtu wa ajabu Elia, akawa mhukumu kabisa. Kwa sababu alichukia dhambi. Na ndio maana mtu akiokoka kabisa, dalili ya kwanza ni kuchukia dhambi. Mtu akiokoka kabisa ni kuchukia dhambi. Mwili wake unageuka. Na ndio maana kama una aibu huwezi kwenda mbinguni.
Na ndio maana kwamba kama una aibu huwezi kwenda mbinguni, kwa sababu mbinguni ni majitu, ni watu, ni viumbe wapya. Na ndio maana Biblia inasema halikadhalika mtu anayekuwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, asiyekuwa na aibu, shujaa wa imani. Shujaa wa imani ambaye haoni haya. Ndio maana Paulo anasema sitaionea haya Injili. Kwa nini? Walikuwa uchi wote wawili wala hawakuona haya. Haya ni dhambi. Wanaona haya wenye dhambi. Na ndio maana ukimwambia umelewa anakuambia mimi nimelewa, anakasirika kwa sababu ile ni haya. Mimi sitashikamana na dhambi. Na nitawaambia ulimwengu kwamba jamani, dhambi ni mbaya. Ndio nayo kutenga na Mungu. Mimi natafuta mwili wa rohoni, mwili usioona haya. Na ndio maana watu wa mbinguni hawaoni haya. Yesu aliangikwa msalabani uchi wa mnyama. Wakatoliki wanaweka kanguo, hapana, alikuwa uchi wa mnyama lakini hakuona. Akina Paulo waliburuzwa masokoni uchi, wakachapwa na fimbo lakini hawakuona. Sisi kusema tu kwamba nilizini kabla ya ndoa, watu wanaona haya. Kwa nini? Kwa sababu unaficha ili ipo siku utarudia. Unaficha kwa sababu hujageuka kiumbe kipya, hujaokoka. Ndio maana ya kutubu. Aliyetubu haoni haya kusema ukweli. Kwa nini? Sionei haya Injili, kwa maana ni uwezo wa Mungu kwisha. Manake anayeona haya hajaokoka. Hajaokoka. Yaani hajaokoka, mimi nakuhakikishia hajaokoka. Na ndio maana mimi kisina alinishtua sana ile Jumatano waliposema kwamba yule mtu nikasema mbona huyu amefika mbali sana? Kwa sababu mtu aliyeokoka na kuhakikishia hana haya. Mwili wake hugeuka roho. Huu mwili unageuka roho. Inageuka roho kabisa. Na ndio maana kuna muda unakuwa unajihisi kwamba hivi ni mimi. Unageuka roho kabisa. Ndio maana amesema hapo mtumishi Sara kwamba kama kuna mwili wa asili, basi na mwili wa roho pia upo. Kwa hiyo inatakiwa tuishi huo mwili. Tuishi huo mwili. Na huo mwili unakuwa udhibiti mwili wa asili. Unaona? Na ndio maana nakwambia ibada ni kioo. Unapojitazama unajionaje? Lazima ujione kwamba mimi ni huyu. Ndio maana wakati mwingine anakulingisha yule mwili wa asili. Anakuambia kuna hiki, ule mwili wa roho anamwambia wewe mimi sio huyo, mimi ni huyu. Atakuwa analeta madokezo mara kwa mara, baadaye kishagundua mwili wa roho ndio unaotawala, anaacha jumla. Na ndio maana hutasikia Elisha akategwa na mwanamke. Hutasikia. Elisha akamwona mwanamke akamtamani. Hutasikia. Amegeuka roho. Au Elia alipoenda kwa Ahabu, alipomwona Yezebeli kope zake, kwa sababu alikuwa anajipamba sana yule mwanamke kahaba. Eti Elia akategwa na kope. Wewe. Amna. Kwa hiyo ukiona kuna hali hiyo, wewe jua bado hujavaa ule mwili wa roho. Hujavaa. Na ndio maana kwamba sisi utukufu ni wa Mungu tu. Na hatutakiwi, kwa sababu unapomkumbatia unajua shetani ni dhambi. Unapoificha maana yake unaikumbatia. Na kwa sababu makanisani imefichwa maana yake shetani yupo kwenye kiti chake cha enzi. Na naye anafurahi. Anakuambia wewe usiseme hiyo, utaaibika. Usiseme kwamba uliwahi kuzini, utaaibika. Usiseme kwamba uliwahi kuzini na mke wa mtu, utaaibika. Ili nini? Ili uje uipokee aibu ya milele. Biblia inasema nimekukimbilia wewe Bwana nisiaibike. Watu wanadhani kwamba huo mstari ni wa matatizo. Hapana. Nimekukimbilia wewe Bwana nisiaibike milele, maana yake mimi nimezini na mke wa Uria. Nimezini na mke wa Uria Mhiti. Sitadumu kwenye hiyo zinaa, bali nitamkimbilia nani?
Bwana ili aigeuze hiyo aibu lisiaibike milele. Basi. Sio kwa sababu napitia matatizo, hapana. Kwa sababu kinacholeta aibu sio matatizo. Biblia inasema matatizo ya Ayubu hayakumtia aibu. Kinacholeta aibu ni dhambi. Basi. Matatizo hayaleti aibu. Hayaleti aibu. Kinacholeta aibu ni dhambi.